Wapenda watazamaji ambao mnaipenda kunifuatia kwenye channel yangu, kwa majina yangu naitwa Eliud Paulo, ni mkazi wa Zanzibar. Lakini siku ya leo nilipata neema kumtembelea ndugu hapa, mtumishi wa Mungu ambaye ni Mungu ambaye anamtumia. Nakumbuka nilishakutana kwenye mkutano mmoja huko Bala, nikawa naye pale, lakini siku ya leo tuko pamoja hapa Zanzibar. Bwana Yesu asifiwe, sifa mtumishi wa Mungu. Amina sana, amina sana. Habari ya kwako? Ni nzuri. Habari za majukumu pia? Tunamshukuru Mungu, majukumu yanaenda vizuri. Yes. Huduma inaendeleaje mtumishi? Kwa kweli huduma inaenda vizuri, japokuwa changamoto zipo kwa sababu tunafanya kazi ya Mungu. Upinzani upo, lakini tunaye mwenye kutushindia sababu ni kazi ya Mungu. Yes. Kama nchi yetu tunavyoiona Kizanzibari hii, mtumishi wa Mungu, tuna dini ya Kiislamu lakini tuna Wakristo. Mnawezaje kuhubiri ukweli wa Kristo ndani ya nchi kama hii, mtumishi wa Mungu? Namna gani mnafanya na mnaishi vipi mpaka mnakubaliana hivi, mtumishi wa Mungu? Kwa kweli kwenye kisiwa hiki cha Zanzibar, inaonekana Ukristo na changamoto sana, lakini ni kidogo kwa sababu sisi kazi yetu ni kupanda. Sisi kazi yetu tunapanda, lakini mwenye kukuza ni Mungu. Sasa kwa habari ya kwamba tunawezaje kuishi na hawa watu, unajua changamoto ni imani, lakini ubinadamu bado unatuweka pamoja. Hata kama imani zipo hizi, kuna wakati kila mtu anabaki na imani yake, lakini kwa habari ya kuishi, tunaishi kiubinadamu, kwa sababu kuna wengine ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, marafiki zetu, lakini tunapofikia kwa habari ya kiroho, ya kiimani, kila mtu anabaki na imani yake. Mwenye kwenda msikitini anaenda, mwenye kwenda kanisani anaenda, lakini kwa habari ya kwamba tunahubiri vipi, kinachotakiwa sisi ni kumhubiri Yesu. Amina. Ni kumhubiri Yesu. Sasa mwenye ambaye atamwamini Yesu, basi atampokea, lakini mwenye ambaye hatumwamini, kwa sababu hatutumii nguvu yoyote. Unajua, hatutumii nguvu kwamba tutumie lazima tupigane. Sisi tunapanda neno, halafu mwenye kulipokea anapokea neno. Amina. Kuna watu wanatusikiliza hapa mahali hapa, ambao tuko mahali hapa, wako Bala, wengine ni wachungaji, wengine ni wainjilisti, wengine ni walimu. Wanaogopa kuja kupanda makanisa au kuhubiri injili ya Kristo hapa Zanzibar. Unawaambia nini? Okay. Mimi kwanza ni watoe tu hofu kwamba kisiwa cha Zanzibar kumewaka moto, umewaka wa injili kiukweli. Ukiangalia kwamba kwa sasa na zamani kumekuwa tofauti sana. Sasa hivi injili inahubiriwa kila mahali na makanisa yapo. Zamani sana tulikuwa tunasikia kwamba Zanzibar hakuna Ukristo na hakuna makanisa, lakini niwaambie tu kwamba mnaotufuatilia kutoka huko bara, kwamba hapa Zanzibar kumeiva. Sasa watu wanampokea Yesu, watu wanamwamini Yesu. Kwanza mtumishi wa Mungu, ni kwamba hapa Zanzibar watu wa bara tumekuwa wengi sana. Kwa hiyo tayari tumeanza kupanuka sasa. Na acha nikwambie kwamba tunapoelekea sasa tutakuwa kama wa Israeli ndani ya Misri. Ilifika hatua sasa wa Misri walipokuwa wakiangalia wa Israeli, wakawaona kuwa wamekuwa wengi na wamekuwa na nguvu. Mungu aliwazidisha, akawakuza. Kwa hiyo ndivyo tunapoelekea itakuja kuwa tutajikuta kwamba Wakristo tumekuwa wengi sana hata kupita hata wao. Kwa hiyo niseme tu kwamba haina haja ya kuogopa sasa hivi. Kwa kweli maeneo ni mazuri. Ukiangalia mtumishi wa Mungu, sasa hivi Wakristo tumeshaanza kuteka hata maeneo. Ni ajabu sana. Zamani ilikuwa hivyo kwamba mwanzo mkapewa hata uwanja wa Amani hapo mkapiga injili. Kuna viwanja tunapiga injili. Kuna mabango ya Kikristo yanabandikwa ndani ya Zanzibar kuonyesha kwamba tayari sasa hata Wazanzibari wameanza kutuelewa sasa. Na kwa sababu hiyo tunaanza kupata nafasi ya kumtangaza Yesu kwa wepesi na kwa urahisi kabisa. Kwa hiyo nadhani kila kitu kiko vizuri. Lakini pia kuna maswali huwa najiuliza binafsi, mtumishi wa Mungu. Mahali popote nishakuwa mahali, mtu mmoja akawa anazungumzia swala la jina la Yesu, kidogo palikuwepo na dini pale pinzani. Watu wakashtuka, wakaanza kumshambulia yule mtu
ambaye anataja jina la Yesu, huwa anajiuliza maswali. Yaani jina la Yesu hili linakuwa na nini mpaka mtu analitaja, watu wanashtuka pale, labda wa dini nyingine pale. Changamoto ni nini hapo, mtumishi wa Mungu? Changamoto ipo kwa habari ya jina hili la Yesu, kwa sababu changamoto iliyopo ni kwamba sisi wa Kristo tuna jina la Yesu, lakini upande mwingine ndugu zetu ambao tupo nao hapa, wao wanamsema Isa. Sasa tunapomzungumzia Yesu, jina la Yesu ni jina ambalo lina nguvu, ni jina ambalo linaokoa. Kwa matokeo ya jina la Yesu ni papo kwa hapo. Sasa kuna wakati ambao unajikuta kwamba ukilitaja jina la Yesu linaonekana kuwa linaleta madhara upande mwingine, na ndio maana inakuwepo shida kama hiyo, lakini wameshaanza kuelewa kwa sasa hivi, kwa sababu ukiangalia zamani na sasa hivi kwa habari ya jina la Yesu kuna tofauti sana. Hakuna madhara sana kama zamani. Kweli zamani ukitaja jina la Yesu nashambuliwa sana, nashambuliwa mno. Lakini sasa hivi taratibu watatuelewa. Unajua watatuelewa taratibu. Hakuna ubishi kwa habari ya Yesu. Na Biblia inasema kwamba kila goti litapigwa. Kwa kuna wakati watake wastake. Yaani watake wastake watajua tu kwamba Yesu ni kiboko. Yesu anatawala. Yes, na kama navyokuona mtumishi wa Mungu, ni kweli kabisa. Lakini sasa kitu kingine, Mungu amekuita bado kijana mdogo kama hivi kabisa, hauna makunyanzi usoni. Yes, kuna watu ambao wengine wanaanza kutumia sasa, umri umeshakwenda. Ni maono gani ulionayo kwenye utumishi wako, lakini vijana utawaambia nini ili sasa na wao wajifunze kutoka kwako wao watumishi? Mimi kwa kweli kitu cha kwanza ambacho naweza nikazungumzia kwamba kwanza nafurahi sana kuwa mtumishi wa Mungu nikiwa kijana. Ni kiukweli ni fursa moja nzuri sana. Kwanza nimeona kwamba kwanza inanipa kunitofautisha na vijana wengine, lakini pia kumtumikia Mungu ukiwa kijana kuna kufanya unaheshimika hata kwa wazee, kwa watu wakubwa, kwa sababu nimekuwa nikiona mimi mwenyewe, nimekuwa nikienda kwenye mikutano nimekuwa nikikutana na fursa moja kubwa sana. Najikuta ni kwamba unaheshimika kiasi kwamba mpaka ukijiangalia umri wako unasema hivi kweli ni mimi? Yaani unajishangaa kwamba hivi yaani unashangaa watu wanaokuheshimu, yaani ni watu wakubwa wenye heshima zao, lakini kwa sababu ya umebeba jina. Sijajua kama unajua hii habari kwamba punda akampanda Yesu akampanda punda, alafu punda anatandikiwa nguo. Hapo watu wanatandika nguo, punda anapita juu ya nguo, lakini si kwamba Yesu ndo anakanyaga zile, ni punda. Lakini kwa nini? Punda amembeba Yesu. Kwa hata na mimi nikiwa kijana nimembeba Yesu, maana yake lazima kuna heshima ambazo nitakuwa nazo. Kwa vijana mimi nawaambia kwa kweli ni fursa kubwa sana kumtumikia Mungu. Lakini pia kwa habari ya kwamba nina maono gani? Nina maono makubwa mno mtumishi wangu. Amen. Nina maono makubwa mno. Kumeiva lazima injili tu. Kwa nini? Kwa sababu tuna nguvu. Biblia inasema kwamba vijana tuna nguvu. Sasa kama tuna nguvu, tusisubiri sasa tumefika uzeeni huko ndo tuanze kufanya kazi. Kwa lazima tuanze sasa hivi, bado tuna nguvu kimwili na kiroho pia. Kila kitu kinaenda sambamba. Kwa tuko vizuri. Amina sana mtumishi wa Mungu. Kwa wale wasiomfahamu, anaitwa Silvanus Elias na tuma mialiko tu. Kama ni mchungaji, ni nani unaweza kumpa mialiko na atakuja kuhubiri injili. Ni kijana mmoja ambaye Mungu anamtumia vibaya mno. Maana yake ni mtu ambaye Mungu anamtumia vibaya mno kwa hekima na kwa mambo mengi sana. Kwa hiyo baki nasi kwenye channel hii ya TikTok, lakini pia YouTube. Baki nasi, subscribe, lakini pia to follow, na Mungu atakubariki. Ubariki sana, tutaonana kwa siku nyingine tena. Amina. Nina kameramani hapo yuko nyuma hapo, anaitwa Stafford. Mungu wa mbinguni akubariki. Saluti kwako. Amen.